Je, ni sahihi mwanamke kumwambia mume wake au mpenzi wake kwamba ana uume mdogo? Je, ni sahihi kumwambia mume wako kwamba ana maumbile madogo? Karibu ndugu mtazamaji, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Nilipokea statement kutoka kwa kaka ambaye huwa anafuatilia status zangu kupitia WhatsApp, na yeye akawa ame comment kutokana na topic niliyokuwa naiongelea juu ya wanaume wengi kutokuwaridhisha wenza wao na vile ambavyo wanawake wengi wanalalamika na kuweza kuongea. Yeye akawa amecomment neno lifuatalo, akaniambia, I say, yani dokta, hilo tukio mimi limenikuta hivyo hivyo. Nimekuja kushtukia muda ushaenda sana. Hapo tupo kwenye mahusiano kwa miaka 4. Miaka 3 yote anachepuka. Ila kwangu tatizo haikuwa raundi, tatizo ilikuwa ni uume mdogo, na sikuwahi jua mpaka dakika za mwisho ndio ananiambia baada ya kumfuma. Anasema uume wangu haufiki sehemu sahihi. Unaweza ukaona ni maumivu kiasi gani ambayo huyu mwanaume atakuwa ame-experience. Miaka 4 katika mahusiano, miaka 4, 4 years. Miaka 3 mwanamke anamcheat. Hajawahi kukaa na kuweza kuzungumza naye. Hawajawahi kuweza kujadili. Last time nilikuwa naongea na dada mmoja, tukawa tunajadiliana habari ya mahusiano. Nikawa ninamfundisha namna gani ambavyo mke na mume wanatakiwa watengeneze bonding, watengeneze ukaribu, ama kwa lugha nyingine waanze kutengeneza mazingira ya kuwa marafiki. Once inapotokea wewe ukiwa rafiki na mke wako, mkiwa ni marafiki, ni ngumu sana kutenganisha haya mahusiano. Ndoa inaweza ikavunjika, mahusiano yanaweza yakavunjika, hisia zinaweza zikapotea. Lakini mkiwa mna kitu ambacho kinakuwafanya mnakuwa connected, ni rahisi sana kuweza kuokoa haya mahusiano. Hii ni moja statement muhimu sana ambayo couples wanatakiwa waweze kuielewa na waweze kujifunza. Sasa nini kinatokea? Hisia zinapotea, mapenzi yanaondoka, lakini hata ile bonding baina ya watu wawili kumbe haipo kabisa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ni rahisi sana ndoa hii kuweza kuteketea. Ni rahisi sana ndoa hii kuweza kufika mwisho. Sasa hawa mwanamke amecheat kwa muda wa miaka 3, mahusiano ya miaka 4. Hichi ni kiashiria kwamba hawako connected kihisia. Hawana muda wa kujadili habari ya tendo la ndoa. Hawana muda wa kujadili mahusiano yao ya kingono. Hatua ya mwishoni baada ya mwanamke maji kumfika shingoni na kuona kwamba sasa amegundulika na mahusiano na mtu mwingine, ndipo anaona aweze kutoa ya moyoni. Sasa mahusiano especially ya kindoa haitakiwi kuishi katika mtazamo huu. Na ndio maana nafundisha wanandoa, nafundisha couples kuwa na muda wa kukaa na kuyaongelea mahusiano. Kuwa na muda wa kukaa na kuyaongelea tendo la ndoa. Kwa sababu ndio kitu ambacho kimewafanya kuwa connected. Lakini pia wanandoa wahakikisha wanatengeneza bonding baina yao to the extent kwamba hisia zikipotea, ule ukaribu, ule urafiki utaweza kuwarejesha kwa urahisi zaidi, kwa sababu kuna kitu cha ziada zaidi ya tendo la ndoa. Yaani mapenzi yana nguvu kuliko kuingiliana. Hii ni moja ya point ambayo couples wanatakiwa muweze kuelewa sana. Tendo la ndoa halina nguvu kama mapenzi. Mapenzi ndio yanayofanya tendo la ndoa linakuwa bora. Mapenzi yakiwa yapo, hapo hakuna tendo la ndoa. So ni moja kitu ambacho ni cha muhimu sana. So mwanaume huyu aliweza kutoa maelekezo yake na kushuhudia kwamba mwenza wake alikuwa anachepuka kwa sababu maumbile yake yalikuwa yafiki sehemu sahihi. Dr. Kuboja na dawa maalum ambayo inaitwa Mlingo. Dawa hii ina uwezo wa kuongeza urefu wa uume inchi 1 mpaka inchi 3
na unene wa uume inchi 1 mpaka inchi 2 kwa muda wa mwezi mmoja. Dawa hii inakuja katika mfumo huu. Dawa hii inakuja katika mfumo huu. Unaweza ukanipigia kwa ajili ya kuweza kuoda dawa hii kama uko Dar es Salaam na wakala. Lakini pia kwa wale ambao wako mikoani, mikoa mingine yote tunatuma kwa njia ya mabasi, tuwasiliane katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.